Download ufungua data. Uvunjifu wa sheria za barabarani imekuwa ni kitendo cha kawaida sana kwa vijana au kizazi cha sasa hivi. Karibu, hii ni Vibes on Top. Jina langu ni Namiki, na kama ilivyo kawaida yetu, sisi tunaingia mtaani, tunapiga story na wana, alafu tunajua ni nini kina happen kwenye mitaa mbalimbali ya hapa Tanzania. Leo niko mtaani tena, na leo niko na mabodaboda. Nipo na mabodaboda na nitapiga nao story kadhaa, watuelezee sasa hivi bei ya mafuta imepanda, ni changamoto gani wanakumbana nazo. Bodaboda nasikia wao wakikaaga vijiweni kuna story wanazipiga. Leo nitajua ni story gani hizo. Mabodaboda wanaongoza kwa kupandisha watu kupeleka sehemu ambazo ni za siri, wao wanahifadhi siri, tutajua na mimi kuanzia hapa mpaka tutakapotamatisha. Tunaweza kuchanganya mama. Unaweza kuona tunachopiga njia yenyewe kwa mama zote tunapenda mama. Tunaye daktari anakukamata pale njiani alafu mambo yenyewe. Kana mama tu hizo ni asubuhi mama labda. Ukishika pale kilombero asubuhi hata kabla hata hujafanya kitu chochote daktari anakukimbilia anashika bike. Anajua umenunua shilingi ngapi. Life yenyewe ni ngumu, petrol iko juu, abiria hamna. Alafu nakamata watu. Kwa daktari wapunguze hivi bana bei. Unashangaa unampeleka. Ndio kama hivyo anakulalamikia. Anasema tumepandisha bei. Tunaumia kiuno na bado gharama ni ghali. Ni ukweli ati kweli. Ninapita badala hata nifurahie basi gharama ile eti naumia tena. Naenda hospitalini hamna dawa. Naandikiwa paracetamol. Nauli zinapanda bei na wanajamii wanateseka sana. Hata madereva pia wanacha kutuambia kwa sababu wao ndio wa kwanza kutupandishia sisi gharama za usafiri. Si ndio bana? Kwa niko nao hapa leo, tutapiga nao story, tutajua changamoto gani ambazo wanakutana nazo wakiwa na wateja huko wanapowapeleka, wakiwaambia gharama za mafuta zimepanda, lakini pia ni kitu gani hasa wanataka wanazungumza wao wakiwa vijiweni, wakiwa wanasubiria wateja. Kitu gani hasa wana nasikia madereva siri hapa kidogo, tutapata kusikia basi. Niko na mwanajamii. Abiria hamna kwa sababu bado wanaogopa bei itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo hamna abiria tena, abiria wamepungua, maana wanajua sehemu ya buku ni 2,000. Kwa hiyo mtu anaona bora atembee wa mguu. Kwa hiyo changamoto ni nyingi kama hivi. Lita moja ni 4,300. 4,300, it's expensive by the way. Changamoto sio kwamba ilipi sana, inalipa, lakini changamoto sasa ni kila kitu kupanda bei. Mtazamaji wa Vibes on Top, niko mtaani na tunasikia bana changamoto ambazo wanakumbana nazo wenye usafiri na ambao hawana usafiri, wanategemea usafiri wa umma. Changamoto gani ambazo wanakumbana nazo wakati huu ambapo mafuta yamepandishwa bei? Ni mafuta ya nini? Kwa hiyo petroli yote yamepanda. Petroli na diesel mpaka mafuta yote yamepanda. Yaani changamoto zaidi ni kwa abiria wanatembea na miguu. Mnavokaaga kijiweni. Sasa hiyo naweza nikakanyaga hapa kwanza. Kanyaga tu mnashika. Mnavokaaga kijiweni, mnakuwa mnapigaga story gani? Mfano sasa hiyo hamna mteja yoyote. Kitu gani mnachokiongelea hasa? Mnaongelea siasa, mnaongelea uchumi, mnaongelea muziki, mnaongelea kitu gani hasa? Kati ya vitu ambavyo tunavyoongelea mara nyingi pia ni kwenye eneo la uchumi. Uchumi ni changamoto kubwa sana kwa vijana wengi wa Kitanzania. Kutokana na serikali yetu yenyewe, muda mwingine kuna fursa ambazo hatuzioni sisi kama vijana. Tunazisikia tuko zipo lakini hazitufikii. Na hata kama zikitufikia mara nyingi huwa wakubwa wanakuwa wameshazimega. Kwa hiyo pia tunaongelea ni uchumi tu, na kweli jamani, ni uchumi tu, hamna kitu kingine mnataka. Anaweza kapita mtu labda sasa hivi amepata mbona kama hao mtu anaweza kapita mwanamke mkaanza kumdiscuss. Sasa hiyo ni unajua kwa sisi wanaume mara nyingi kwa vitu vinavyopita kwenye macho yetu mara nyingi ni emergency, lakini tuna vitu ambavyo ni fikra zetu kuu sana: uchumi, familia, alafu pia muziki. Muziki kama wengine hapa wasanii. Nani msanii? Mimi mwenyewe ni rapper. Naomba tukusikie kidogo dada. Unasikia kwamba mtu anaweza akafanya kazi zaidi ya moja. Anaendesha toyo, amejiajiri ili aingize kipato, lakini pia ni msanii. Kwa hiyo kipaji chake pia kinaweza kumingizia pesa. Mtu msikie kidogo. Pesa ni nyingi sana.
Mimi nitoe inahusiana na yoyote ya msanii yote. Ya kwako. Ya mafuta. Banda. Amepewa changamoto. Hiyo ni challenge. Challenge kwa Kiswahili inaitwaje? Challenge changamoto. Ni changamoto. Ni changamoto. Jamani, wajua Kiswahili mturekebishe hapo. Challenge kwa Kiswahili ni changamoto. Tuendelee. Naanza kwanza, nashika kipasa, nasikika ringa na manga dana hata Tanga, niko hapa ara. Mashahiri yananibana, of course petrol imepanda sana, tunashindwa kupata McDo, familia zinalala sana. Nipe kipasa nianze kumeki, nianze kusazi, nianze kusaka madola. Napita na kita na kula kubet, nasaka mazi, nasaka majara, napita kusala, staki kufala, sijapata zero. Hapa kwetu tutaki mabusu, tunataka mapeni, tunataka majungu tapigwa juu. Naoma sana. Kama hiyo. Mimi kwanza sikutegemea kama ataiba kweli kuhusiana na mafuta. Sisi kama maafisa usafirishaji ni watu tunatakiwa tupewe respect yetu kwenye hii nchi. Of course tumejiajiri. Kuna tofauti kubwa kati ya mimi na mtu sasa hivi aliyeajiriwa. Tuko tofauti sana. Kijana mwenzangu hapa anaelezea kwamba amejiajiri lakini pia ni msanii ili ajiingizie kipato. Ndio bana. Kwa sababu muziki studio inahitaji pesa. Ndio. Ni kitu gani ambacho ushikutana nacho kwa abiria ukasema Mungu wangu, kumbe kazi ya toyo iko hivi? Yaani changamoto gani ambayo ushikutana nayo ambayo imesababishwa na abiria ukasema kumbe dunia iko hivi, kumbe kazi ya bodaboda iko hivi? Kwanza dadangu, kazi yetu ya bodaboda nao kazi sana, inayo madharau. Na tuseme kwamba kama una moyo, kama una shida huwezi kufanya kazi ya bodaboda. Kwanza unaweza ukawa unaelewana na mtu, mtu ameshazoea kumbeba, ukambeba kwa sema ni anjini buku, sawa, lakini kwa wakati wa sasa hivi mama, huwezi kupokea buku kumpeleka mtu ni anjini kwa ajili ya mafuta ilivyo kwa. Lakini sasa inavyoenda kwenda kumwelekezea mteja kwamba hali ya mafuta ilikuwa hivi, sababu inaonekana kuathiri wenye usafiri, lakini pia wanaotegemea usafiri wa umma kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Wengine wanaenda mashuleni, wengine wanaenda makazini, wengine kila mtu ana sehemu yake anapoenda. Bodaboda naomba walegezee mafuta, kwa sababu wanatufanyia bei inakuwa kubwa sana, tunashindwa kupanda bodaboda. Sawa. Na saizi simu wa baridi, miguu isogee. Hiyo kwa sababu gani tunaongea bodaboda walegezewe? Bodaboda ndo wenye bei tofauti na magari. Wenye magari mtanisamee, kwanza mtakaa pembeni. Kwa issue ya mafuta, yani unajua issue ya jamii nzima, kwa sababu mafuta ndio kila kitu. Nilikuwa na vijana wenzetu ambao ni madereva pikipiki, madereva toyo, wako mtaani wanaelezea kuhusiana na changamoto ya kupandishwa kwa mafuta, lakini pia story ambazo wanakaga wanazungumza kijiweni. Kitu gani ambacho wanakiongeleaga wakati ambapo hawajapata abiria, hasa wakati huu ambapo mafuta yamepandishwa gharama. Ulikuwa nami kuanzia mwanzo na sasa sina la ziada. Tukutane tena kwenye kipindi kinachofuata. Mimi ni Namik, naenda. Cheers na loser nigga, come on man. Nakiona spatikani bize niko na koma. Usilete vita maana nangu wako na topas. Nakaa uwezo mpya wanao waite patrol bus. Maisha kweli ndo tunavyoishi, kumpa kidogo aliye hana iwezi kufilisi. Vibes on top.